Ni katika chuo kikuu cha Moi. Wanafunzi wamerejelea rasmi shughuli za masomo ambazo zimeanza kwa kasi chuoni humu. Kinyume na ilivyo katika vyuo vikuu vingine humu nchini. Hapa wanafunzi wanaelekeza jitihada zao kwa minajili ya kuhakikisha kuwa muhula wa pili wa masomo unaleta mafanikio makubwa. Katika vyuo vingine nchini, muhula huu utakamilika rasmi mwezi wa 5 na wanafunzi watakuwa wakifumukana ili kuanza likizo ndefu. Lakini humu chuoni hali ni tofauti. Kwani mkoko ndipo unaalika maua. Wanafunzi watakuwa hapa wakati vyuo vingine vinaelekea likizoni. Wengi wao wakiwa na hisia mseto kuhusu uamuzi huu. Lamek ni mwanafunzi katika mwaka wa kwanza na alikuwa na haya ya kusimulia kuhusu swala hili la kusoma mfululizo bila likizo. Matarajio yetu na vile wanafunzi walivyozoea, unajua sahii tunafaa kuwa kwa ule likizo mrefu, ndio. Sasa kwa upande wangu naona inaenda kuwa ngumu. Kulingana naye, kukimu mahitaji ya karo, kodi ya nyumba na lishe itakuwa ngumu, kwani muhula huu mgao wa kufadhili masomo ya wanafunzi HELB hautakuwepo. Hiyo HELB, na unajua hiyo HELB ina push wanafunzi kidogo, unaona. Sasa sababu bila hakuna, naona wazazi watakuwa na kazi ngumu kujaribu kusustain watoto wao, na vile vile uchumi pia unaona hapa na pale imekuwa tight. So haiendi kuwa rahisi, naona ni kama wazazi wataingia kwa mifuko yao kulipa karo. Hiyo ni factor nyingine inaenda kuwa very tricky on our side. Viongozi wa chuo hiki nao wamejizatiti kuhakikisha kwamba wanafunzi wanarejelea masomo na kutumia wakati huu wa likizo ndefu kulipiza muda uliopotezwa wakati wa mgomo wa wafanyikazi na wahadhiri uliofanyika mwezi Septemba mwaka jana. Nilizungumza na mmoja wa viongozi wa wanafunzi katika shule ya sayansi ya mawasiliano, naye akawa na ujumbe huu kutoka kwa uongozi wa shule. My name is Jambo Florence, the Vice Chair, Moisa, that is in the School of Information Science. And as a school, the lecturers and the management are very well prepared for the second semester in the same year. Actually, we are tri-seming this year. So the management is very ready, but unfortunately, the students are not around. Like today's case, there was a class, the lecturer was there waiting for students, and the students never appeared. It was only about 10 students out of 80. Japo wengi wanafunzi walikubaliana na swala hili la kuanza muhula, idadi ndogo imeweza kushuhudiwa kwa sasa, akiwarai wengi kujitokeza, kwani wahadhiri wameshalivalia njuga swala hili. So I would urge the students who are at home or at school and don't want to attend to classes, they should come. We start this semester and I believe it's going to be a great semester because we have a lot of plans to engage the students, the lecturers and the school in general. Mipangilio kabambe imewekwa ili kuhakikisha ubora wa muhula wa masomo. Lakini swala kuu la salia, je, wengi wanafunzi wako tayari? Psychologically, unajua tu saa kama inafaa kwa holiday. Kwa hivyo kuadapt. Lamek anasema kisaikolojia anafaa kuwa nyumbani kwa mapumziko, lakini lisilobudi hubidi. Katika mazungumzo yangu na Bwana Keith Wanjala, ambaye ni mwanafunzi na mshauri wa masuala ya afya ya kiakili, yani mental health, alikuwa na haya ya kusema. Karibu sana Bwana Wanjala katika mdahalo huu mzima ambao utakuwa unapeperushwa kwa runinga yetu ya DP Ukunyo Live, na tutakuwa tunazungumza na wanafunzi wa chuo kikuu cha Moi ambao wanaanza shughuli za masomo wakati wote. Na namna ulivyosikia kutoka kwa kiongozi ni kwamba wengi hawajafika bado chuoni, wengine bado wangali katika masuala ya mapumziko hapa na pale, wengine wako katika harakati za kuona kwamba wanafika chuoni kwa ajili ya muhula huu wa masomo. Je, unafikiri swala nzima la masomo bila likizo litakuwa na athari zipi katika afya ya mwanafunzi muhula unapoanza? Labda utuarifu kwa maoni yako na uanze kujitambulisha, wewe ni nani? Jina langu ni Keith Wanjala. Mimi ni mwanafunzi wa chuo kikuu cha Moi mwaka wa pili na somea communication and public relation, and I'm also a mental health advocate. And ningependa niseme hivi ya kwamba tumekuwa na wakati mgumu hapo mbeleni, lakini tunataka tushukuru Mungu kwa kutujalia
kufika wakati kama huu, and we can see that our school is stable, and we want to thank God for that. And to talk on mental health, wanafunzi wamesindikiziwa miula miwili kwa wakati mmoja. Haimaanishi ya kwamba hawataweza kusoma kwa ufasaha. Kile ambacho natumai kinaweza kuwa changamoto, maybe academic pressure, whereby lecturers would want their work to be collected kwa wepesi sana, na hiyo inaweza changia watu wasikuwe na work-life balance, ama kuweza kulinganisha kati ya maisha yao ya nyumbani na masomo. Hiyo tu ndio inaweza kuwa changamoto nzima, lakini kile ambacho najua ya kwamba shule imeweza kupanga vizuri, ratiba inapendeza, na natumai ya kwamba masomo yataendelea kwa njia ambayo humiza wanafunzi. Asante. Na basi mpenzi mtazamaji, namna ulivyosikia ni kwamba inawabidi wanafunzi wajiandae kisaikolojia ili kuhakikisha kwamba masomo yanaenda namna inavyofaa. Na basi nichukue nafasi hii ni kusihi ya kwamba uweze kufuatilia kuhusu namna masomo yanaendelea katika chuo hiki, na vile vile kuwa na gumzo na wanafunzi kuhusu masuala mbalimbali. Nimekuwa wako Dark Powell Okunyo, na hii ni DP Okunyo Live Broadcast.